wewe zitakuua. Unamiliki dispensary kubwa kama hii, watu wanakuamini, wanaleta wagonjwa wao hapa, kumbe ni mtu wa hovyo, mjinga, una akili timamu. Leo unakuja kunifokea mimi eti nimeshindwa kumsaidia. Nimsaidie mtu kapigwa risasi 2 kwenye kizazi, kwenye mguu. Hivyo una akili timamu kweli? Kafa huyu, kashamalizwa. Na hii kesi ni ya kwako wewe. No. Umeua. Usiseme hivyo. Wewe ndio umeua. Kakohoa. Hajafa. Kakohoa. Bado ni mzima huyo. Ndiyo, bado hajafa. Hajafa kama ndio hivyo huyu bibi jamani, ana roho 7. Ana roho za paka shume kabisa. Risasi 2 kwenye miguu, risasi 3 kwenye kizazi hadi kwenye kishundu, lakini bado anakohoa tu, yuko hai. Mungu Baba saidia, kwa sababu kama ni kesi hii mimi ndo nitakuwa shahidi mkubwa. Ni bora tu arudi kuwa hai, apone kabisa, asife. Hata mimi kwa kweli naomba huyu mama awe hai, kwa sababu heka za kesi ya mauaji sitaziweza mimi kwa kweli, kwa sababu itafanyika uchunguzi, halafu itajulikana kwamba chanzo cha kupigwa risasi huyu mama ni mimi. Tamaa zangu za fedha, Dr. Sengo, tamaa mbele mauti nyuma. Yaani mimi natabiri kesi kati ya Zumbe na polisi kutokana na tukio hili la kumpiga risasi huyu mama itakwisha. Atahonga pesa, atafanya vyovyote vile Zumbe, hii kesi itaisha. Lakini kesi ya wewe na Zumbe haitaisha kamwe. Zumbe atakutafuta popote ulipo Sengo. Lazima alipize kisasi, kwa sababu hata hizi risasi alizopigwa huyu mama hakustahili. Ulipaswa upigwe wewe, akupige wewe risasi, kwa sababu wewe ndio chanzo cha haya yote matakataka. Sengo, ama zako ama zake. Akitoka gerezani huyo mzee Zumbe lazima akutafute. Usiseme hivyo sasa Martha, unanitia ukengetela. Wewe unataka njikojolea hapa? Acha kusema hivyo bwana, unanichanganya mimi, unanivuruga akili bwana. Hebu kwanza mchukulie uangalifu huyu mama. Fanya namna hapo, umpatie matibabu ya haraka angalau ili apate kuamka. Alafu tupate kikao cha ghafla mimi na wewe tuzungumze ili tuone hili swala tunalimalizeje, maana tayari mimi hapa nishaanza kujikojolea. Sawa, mimi nitakuja kwenye kikao chako, lakini ulivyolifyakula utalimaliza mwenyewe Sengo. Nitakuntaka umeanzisha mwenyewe, utaimaliza mwenyewe. Mimi usije ukaniingiza kwenye matatizo bure. Nitampa matibabu, atapona sawa. Mbona mtu mwenyewe kashaamka, lakini mimi sitakubali kamwe kuingizwa kwenye matatizo. Hii kesi ni ya kwako. Fanya hivyo bwana Dr. Martha. Wewe ndio msaada wangu pekee. Hakuna mwingine tena anaweza kunisaidia. Fanya namna hapo, msaidie huyo mama, mpe huduma ya kwanza, kisha tukutane kwenye kikao leo. Sasa hizi sozi. Sasa niko usingizini na wote ama vipi? Mwalimu wa michezo. Hiyo level nishavukaga kijana. Mimi hapa leo sijaja kama mwalimu wa michezo. Nimekuja kama gwambwalu lililochokonolewa. Gwambwalu ambalo limefanywa ukatili wa kijinsia mchana kweupe, kipindi linakunywa chai breakfast. Babako yuko wapi? Sasa mzee wangu wa nini wewe mzee? Hebu jishikilie. Hivi mzee, mbona huridhiki? Kwa nini huridhiki? Yaani uzalilishaji wote ule uliofanyiwa, lakini bado hujalizika. Bado unamfuatilia mzee wangu. Unataka akufanye nini? Unataka akufanye nini labda? Kwa sababu mzee wangu na roho yake nzuri kakusaidia, kakurudisha kwenye hali yako ya kawaida. Haya tulia basi, mind your business. Just watch your back. Kwa nini hutaki kuwatch your back? Just watch your back my friend. I can't watch my back until I do a revenge to your father. For what is she doing to me? Chuaini huyu. My father is not she. Please don't call my father she. Tutagombana mjomba Nchumali. Usimuite babangu she. She is not she tena. He is not she. Is he. Right? Usimuite babangu she please. Nakuomba kama ni she ni wewe baba Sawa? Wewe ndo she. Sio mzee Fuvu. Mzee Msegena ni hii. Asa ya huu mbwi.
Mbwi. Iyo. Your father, maybe to you is he, but to me she is she. Your father is she. Kwangu mimi babako ni she tu. Yuko wapi mzee Msegena? Alafu sijakufuata wewe kijana. Nimemfuata baba yako. Listen to me my friend. You can't meet my father because my father is superstar, celebrity, icon, mega superstar. Ushawahi kuona wapi pukumolubua ufuzi mbwelele uchuzi wa ng'ombe, uchuzi wa mbuzi kama wewe kukutana na celebrity mkubwa kama mzee Msegena? You can't meet my father. Kama una shida na mzee wangu, zungumza shida yako, mimi nitampelekea. Halafu kama una shida ya pesa kiasi kidogo cha hela, basi mimi nitafanya mchakato, nitachukua hela nitakuletea ikusaidie siku mbili. Kwa sababu kasha kusaidia mzee wangu, wewe unataka msaada gani tena mwingine kwa mzee? Mzee huwezi kukutana naye. Mimi sijafuata msaada hapa bwana. Sijafuata msaada. Nimekuja kulipiza kisasi. Revenge. Wazungu wanasema. Nangani mfyoko le zimbeyu. Nimtoe kabisa Makende kwa sababu haiwezekani. Mimi siwezi kudhalilishwa alafu nikakaa kimya. Babako kanidhalilisha. I want to meet your father so as to revenge. I want to make some revenge. Sasa ndio nakwambia haiwezekani. My father is superstar, celebrity. He can never meet you. Hawezi kukutana na wewe milele. Kwa hiyo mimi nikuombe tu ondoka, nenda kafanye shughuli zako. Kukutana na mzee wangu wewe ni bunabu. Kama unaweza kuhimbana na mimi tuhimbane. Wako mimi sitaki dhambi. Nihimbane na wewe kwa lipi? Huna uwezo wowote kijana. Mimi sitaki kukutoa kizazi angali bado mdogo. Huna mtoto hata mmoja kukusingizia. Nataka nitoe kizazi cha baba yako, ndio maana namtaka. Namtaka baba yako wewe. Hakuna ushindwe. Huwezi kumpata mzee Msegena. Basi nakunya hapa hadi atakaporudi. Nakunya. Mzee Msegena nachafua hali ya hewa huku. Baba! Mzee Msegena! Dingi! Nakunya kweli. Mambo yanazidi kuwa mengi tu hapa kituoni. Tayari kalaitwa mzee mwingine hapa eti sijui kamtia mtu marisasi, kampiga mtu risasi sijui 3 4 kwenye miguu, nyingine kwenye kizazi. Limeletwa hapa lizeli moja lipo hapo ndani. Linaitwa mzee Zumbe. Ni jitu ambalo lina hela, bilionea kabisa, lakini sijui kwa nini linafanya ukatili wa namna hii kwa watu. Vipi wewe umefanikisha? Umempata mzee nanili huyo Guram? Mkuu, kazi ni nzito. Yaani nimefanya kazi zote hapa kituoni lakini sijawahi kufanya kazi nzito kama hii. Kazi ya kukutana na mizimu, kazi ya kukutana na misukule. Nimemuona yule bwana Guram, lakini si mwenzetu tena, amekuwa msukule. Msukule kabisa. Msukule tena? Kivipi? Msukule umeona? Hebu acha mambo yako ya ajabu bana kicho. Hebu acha kuleta upumbavu bana acha kundanganya Msukule kivipi yani? Na umejuaje kama ni msukule? Msukule maana msukule kumuona kwa macho ya kawaida hivi labda wewe uwe mchawi. Au na wewe ni mchawi? Afande, mimi nishawahi kukudanganya hata siku moja? Hapana. Hata siku moja ile ya ngama kusema kwamba nikae hapa nikudanganye kitu. Mambo yote ambayo nishawahi kukueleza mimi ni ya kweli. Nimekutana na Guram katika nyumba ya Bikachala. Lakini yule bwana ni msukule, kasukula yule. Ni msukule, mie nimemuona. Sasa msukule si unamuona tu. Mtu kachanganikiwa, amekuwa mwenda wazimu na rangi yake ya mwilini yote imebadilika. Amekuwa na rangi sijui rangi gani ile. Rangi sijui tuiteje ile inafanana maboksi haya ndani hapa matranka haya. Hapana chali yangu. Afande Kwicho, hapana. Mimi nakatadi kesho hiyo. Hiyo naikatadi kesho hiyo. Huyo sio msukule bwana. Wallahi msukule. Hiyo msukule huo. Msukule. Hiyo msukule. Bwana dia soki. Hakuna si kweli. Soki dia. Bwana soki bana. Soki. Haya, wewe acha kubisha ubishi wako huo. Amka hapo twende nikupeleke ukamuone. Yule bwana amekuwa soki hili soki msukule kabisa. Kwa sababu rangi yake imebadilika mwili mzima. Ushawahi kuona wapi mtu mwenye rangi tofauti na hizi za kwetu nyeusi? Si rangi nyeusi, si rangi nyeupe, si rangi ya majakunde.
amebadilika rangi kabisa ya ajabu, kawa kama avata via. Hapana Kwicho, wewe nisikilize mimi. Huyo sio msukule, huyo ndo Guram mwenyewe. Kwa sababu hata huyu mtu alioletwa leo kwa kosa la kumtia mtu marisasi, naye ana rangi kama hiyo hiyo unaosema nayo Guram. Na yule mama aliopigwa risasi kule hospitali ana rangi kama hiyo hiyo alokuwa nayo Guram. Kwa hiyo nadhani kuna jambo linaendelea hapa. Lazima tufanye uchunguzi kwanza tujue ni kitu gani. Lakini huyo sio msukule. Hebu nenda kule Shelo kamwangalie yule mzee. Alafu utaniambia hajafanana na Guram, hana rangi na ufanana na Guram, utanieleza vizuri. Hebu nenda kamwangalie. Yaani nikwambie tu ukweli Sengo. Kivyo vyote vile Zumbe akitoka gerezani ama kama ni mahabusu huko alikowekwa, basi kituo cha kwanza ni kwako. Lazima aje akunyoa hizo ndevu, hayo masharubu na mgongo wa chupa. Exactly. Ni sawa kabisa. I know that. Lazima atatengeneza uhasama mkubwa sana na mimi, kwa sababu mimi ndo chanzo cha haya yote yaliyotokea. Sasa ndio maana nakuuliza Dr. Martha, tunafanyeje ili kulirusha hili jambo lipite kama upepo? Hata nipoteza yule bwana, kama ameweza kumtia marisasi huyu mama wa watu, marisasi kede, hawezi kushindwa kunishuti mimi moja ya kichwa. Hapa cha msingi labda ni kungangana tu Zumbe asitoke gerezani. Ungangane tena, sio tungangane mimi sima. Ungangane Zumbe asitoke gerezani. Na kwa kuwa huyu mama kashaamka, amekuwa mzima, Zumbe hana kesi kubwa tena. Maana kama huyu mama akifa atakuwa na kesi ya mauaji. Lakini kama mama atapona, atakuwa yuko hai vizuri, basi atapunguziwa adhabu, si kesi tena ya mauaji. Na akichanganya na pesa zake alizokuwa nazo, anaweza akatoka muda wowote. Akitoka tu unalo. Aha, kwa hiyo hapa suluhisho ni kwamba huyu mama anatakiwa afe, si ndio? Afe kabisa. Ili Zumbe apate kesi ya mauaji ambayo itampoteza kabisa huko gerezani. Aidha apewe na adhabu ya kunyongwa, afe kabisa, asirudi uraiani. Mimi ndo pona yangu, si ndio? Ya, Bi Kachala ingetakiwa afe, lakini ndio hivyo tena, amekuwa hai. Angekufa Zumbe asingerudi huku. Maana kesi ya mauaji huwezi ukaachiwa uwe huru tu mtaani urudi tena uraiani. Hilo swala haliwezekani. Hata kwa kuhonga vipi huwezi kuruhusiwa kirahisi. Hiyo kesi ni ngumu. Kesi ya mauaji ni ngumu, na tena imethibitika kabisa umempiga mtu risasi amekufa. Vipi uachiwe huru? Lazima atapotea. Lakini sasa ndio hivyo, Bi Kachala yuko hai. Ameshapona mama wa watu. Namalizia. Namuua Bi Kachala. Nimuue kabisa afe. Na ndio maana nimekuita kikao hiki cha faragha, kwa sababu hili tukio nitakalolifanya litakuwa ni siri yetu kati ya mimi na wewe. Mimi inapaswa nimalize kabisa Bi Kachala. Namuua Bi Kachala.